walimaliza wote wale walikuwa wanadamu, lakini Mungu hakuwapa ruhusa ya kumfikia Musa. Bwana asifiwe. Isaya 41 anzia 10 inasema usiogope. 14 inasema usiogope Yakobo, wewe uliye mdudu, maana mimi nitakusaidia. Na nikikwambia nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wako, nitakusaidia. Kristo ako tayari kukusaidia wewe. Ingawa watu walikuona ukiwa kitu kisichofaa, walikuona kitu kinyonge, kidhaifu, waliona kama kamdudu wanaoweza kumaliza, lakini nishukuru Mungu, siku ya leo Bwana amekusimamisha, unamwabudu, unamtukuza, amekubariki, amekuinua, amekutenda mema, amekuondoa katika magonjwa. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo Mungu anahitaji. Usiogope mwanadamu, usiogope lolote. Unapokuwa katika maisha haya ya ulimwengu, wewe kuwa kwa Mungu, simama kwa Mungu, jua kwamba kwake inawezekana. Bwana asifiwe. Mamlaka ilipewa wale ambao Mungu alisema watakuwa Musa. Kwa hivyo tena saa zingine usionange kibali ya mtu unaingangania sana. Mamlaka hiyo huenda ukipewa itakushinda, lakini Mungu huangalia ni nani atakaye kuwa mvumilivu, ni nani atakaye enenda pamoja nami. Maana hii mamlaka, wakati hawa mitume wanapewa, wanaagizwa vizuri. Kristo anawaambia, ukisoma mahali pengine, ninawatuma kama wana kondoo katikati ya mbwa mwitu. Bwana asifiwe. Na wewe ukiambiwa sasa hivi unatumwa katikati ya mbwa mwitu, umesikia mzee wa kanisa akisema hii kazi ni ngumu, sababu ni kubeba minyama. Kwa hivyo akiambiwa ndio hao mbwa mwitu enda katikati yao, anasema huko siendi, ninahitaji kukula ugali siku mbili. Lakini kazi yoyote Mungu amekupa, anakuwa amekupa ila anajua kwamba utaweza ukiwa ndani yake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hao mitume walienda kama wanakondoo katikati ya mbwa mwitu, maana Kristo alijua katika kuenenda kwao wengi watadhihakiwa, wengi watafishwa moyo, imani yao ione wasiambatane na Kristo, wengi watauawa. Kwa hivyo yeye akawaweka tayari muende, lakini na watahadharisha, maana mnaenda katikati ya mbwa mwitu. Unaweza kuwa uko kanisani, Kristo amekutawala, lakini huenda kuna mbwa mwitu, maana hataki aone ukisimama, hataki aone ukibarikiwa, hataki aone maisha yako ikifanikiwa. Kwa hivyo yeye hukuchochea kila sana, kila wakati, ili ukaweza kuondoka, maisha yako yasikuwe mazuri. Bwana asifiwe. Lakini wewe endelea kukaa, endelea kumtumania Kristo, endelea kujua kwamba aliye upande wako ni mkuu kushinda ule aliye ambaye mmeketi pamoja naye. Bwana asifiwe. Na unaposhiriki haya mambo inahitaji uvumilivu. Kwa Kristo ni lazima uvumilie. Kwa Kristo ni lazima ukae chini, unyenyekee na kutii. Lakini bila haya yote yatakuwa bure. Maana ukiuliza mtu yote ambayo amesimama leo, atakwambia yale mambo amepita, na akikutolea ushuhuda wake, wewe hauwezi, utaona maana kuna mtu ako sahihi hata aipita katika changamoto, yeye alimekuwa kama kuna jambo anaona mzito ni kulala njaa na kugonjeka homa. Hiyo ndio maisha amepita ndani magumu. Lakini kuna watu wamepita katika maisha wanajiburutia chini mpaka mtu anaona hapana, lakini hawamuachi Mungu, maana wanajua kwa Mungu kuna kila kitu. Bwana asifiwe. Tusome Yakobo 5 mstari wa 7. Yakobo ni kutoka kwa Waebrania, umefika Yakobo. Sasa tusome Yakobo 5:7. Bwana asifiwe. Kitabu ni waraka wa Yakobo 5 kuanzia mstari wa 7 inasema, kwa hiyo ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima hungoja mazao ya nchi yaliyo ya dhamani, huvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho.
8, nanyi vumilieni, mdhibitishe mioyo yenu, kwa maana kuja kwake Bwana kunakaribia. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema kwamba tuvumilie, maana Kristo yu karibu kuja. Wakati mwingine wakati unasikia Kristo yu karibu kuja, unasema hiyo, wanaongea kama hao. Wengine husema kwamba hakuna mwisho wa dunia, dunia itapaki hivyo hivyo, hakuna kitu kama dunia kuisha. Hawa ni watu wanakupotosha, na wakati wanakupotosha wanahitaji utoke katika njia za Mungu, uanze kufanya mambo yako ukijua kwamba tuko katika hii dunia. Na ndugu yangu na dada yangu, mtoto uliye mahali hapa, kaa ukijua kwamba siku zimekaribia, Kristo yu karibu kuja, na anapokuja anakuja kunyakua kanisa, na hata chakua tu kanisa vile liko, anakuja kuchukua walio wateule wake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo simama sana, thibitika katika Kristo, vumilia, umungoje. Wakati ambapo umeenda kwa Kristo, usione kwamba mambo yako uanze kusema hapana, siwezi haya, nitaenda kufanya ile ingine ndio nifaulu. Kwa Kristo vumilia, kaa ukimungojea, kaa ukimuomba, kaa ukimuita, maana wakati usiojulikana yeye yu karibu anarudi. Bwana asifiwe. Vumilia katika Kristo. Umepewa mfano jinsi mkulima anavyovumilia, anatayarisha shamba, analima kwa ajili ya Kristo, ili wakati anapokuja ukaweze kwenda pamoja naye, maana ni lazima ujiandae. Kumbuka, kama mkulima angekuwa anavumilia hadi mvua itakapokuja, anaweza sema hapana, hata sina haja ya kulima, hata sina haja ya kupanda. Lakini kwa sababu ya kuvumilia, kwa sababu ya kujitolea, kwa maana anajua kwamba hapo ndipo atakapopokea. Ndugu yangu, jiandae siku ya leo. Dada yangu, jiandae siku ya leo. Vumilia, anza kujiandaa, maana Kristo yu karibu kuja. Kwa wakati ambao wewe unaona ni wakati mzuri, Kristo anakuja. Na usidanganyike na mambo ya ulimwengu, na usichanganywe na ufalme wa ulimwengu. Vumilia, maana katika kuvumilia kutapata madhara. Kumbuka kwamba kama Sara angevumilia, maisha yake ingeenda sawa. Lakini wakati Sara